Sasa muallif anasema ashirkul akbar, shirki kubwa. Ashirkul akbar, shirki kubwa, kuonesha kwamba kuna shirki ndogo pia, sio? Kabla tufikie shirki ndogo, sababu muallif ameitaja pia huko mbele, tutahitaji wakati wake. Shirki ni nini maana yake? Mtu akuuliza shirki ni nini maana yake? مضيف ما المراد بالشرك؟ تسوية. بارك الله فيك. الشرك مناكي كما ذكر الشيخ الفوزان ketika syarh ya kitab التوحيد anasema taswiyatu ghairi llahi billahi في شيء من خصائص الله. تسوية غير الله بالله. شركي ni kumweka sawa sawa, kumweka nani sawa sawa yule ambaye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unaelewa? Ni kumchukua asiyekuwa Allah, maana ni viumbe, ndio, au malaika ama mtume ama sanamu ama lolote atakayekuwa. Taswiyatu ghairi Allah ni kumweka sawa asiyekuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala, ukamweka sawa sawa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala fi shay'in min khasa'isillah, katika jambo ambalo hilo jambo ni la Mwenyezi Mungu peke yake. Mfano, tunajua sote kwamba Allah ndiye anaumba, si ndio? Sasa ukasema kwamba pia kuna mwingine anaumba, sasa hapo itakuwa umefanyaje? Umemfanya huyo mwingine kwamba yuko sawa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika upande gani? Katika jambo la kuumba. Sasa hiyo itakuwa ni shirki. Unaelewa? Sasa mfano mwingine, sisi tusali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ajitokeze mtu mwingine, yeye anaomba sanamu. Elewana? Anaomba nani? Sanamu. Aamini kwamba hili sanamu litamsaidia. Hasa hapa tusemaje kwamba huyu anayeomba sanamu analilia sanamu limtatulie matatizo yake? Tusema huyu amelilinganisha sanamu na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kitu gani? Katika dua. Katika nini? Dua. Na hii nini? Hii ni shirki. Sasa unaelewa? Kwa hivyo shirki maana yake ni kuchukua kitu ukakiweka sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo lamhusu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hiyo ndio maana ni shirki. Labda unielewa, sio? Dalili ya kuonesha kwamba shirki ni kumweka sawa asiyekuwa kumweka sawa asiyekuwa Allah na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tallahi in kunna lafi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Fadhal wale watu watakaoingizwa motoni, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu ash-shu'ara, qalu wa hum fihi yahtasimun, wataanza kugombana kule motoni. Wataanza kufanya nini? Kugombezana, ninyi mmetupotosha, ninyi mmetudanganya. Wataanza kugombana wapi? Kule motoni. Qalu wa hum fiha yahtasimun, qalu wa hum fiha yahtasimun, watasema huku wakiwa wanagombezana ndani ya nini? Moto wa jahannam. Kisha watasema maneno haya, tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Tallah ni kama vile kusema wallah, maana yake ni kiapo, sawa? Kama vile wallahi pia ukisema tallahi pia ni sawa, sawa? Sasa na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tulikuwa tumepotea huko duniani, ndio maana leo tumeingiza
motoni. Kisha sema maneno haya, idh nusawwikum bi rabbil alamin, tulipotea kwa kuwa tuliwalinganisha nyinyi, tukawafanya nyinyi kwamba ni sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsir anasema tulipowafanya sawa sawa katika jambo la ibada, idh nusawwikum bi rabbil alamin fil ibadat, tulipoweka sawa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo la ibada. Fadhali elwana. Na sasa shirki manake ni kama tulivyosema, ni kumchukua asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ukamweka sawa sawa kwamba ana haki sawa na haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasema kwamba haki ya Allah ni sisi tumfanyie nini? Tumfanyie ibada, wala tusimshirikishe na kitu chochote kile. Na